Bwana Yesu asifiwe. Amen. Swali ambalo nataka nijibu vijana wenzangu, kama mimi baba yangu alinilea vizuri na malezi mazuri, na mimi nitapendelea mtoto wangu aishi vile ambavyo nimelelewa. Amen. Umempatia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Mimi kwa upande wangu, kwa hiyo tunalo likizo hapa kuhusu watoto kuishi na wazazi. Cha kwanza, mtoto umheshimu mzazi kwa vile kisa anachoelewa na wazazi wake. Jambo la pili, usipomfundisha mtoto kuelekea kuwa pamoja na Mungu, huyo mtoto hata kuheshimu kamwe, kwa maana haogopi Mungu na huyo baba yake mzazi hataogopa. Amen. Amen. Napenda kukazia, sisi wazazi inapaswa tuambatane na Mungu kwa kuwalea watoto. Sababu ni hii, inawezekana ukamwona mtoto wako ni mguruguma kupindukia. Usiwachilie kumwombea. Usiwe unamwombea tu unamwekea mikono kichwa tu. Hata kwenye mahitaji yako unamweka. Atakuwa ananyooka. Ina maana ataenda vizuri. Hakuna kitu ambacho Mungu ukiwa unamwambia kwa kila wakati uwaga na kitendo tu. Ndio maana wazazi wengine watoto wengine watoto wengine mtaona kuna watoto wenye wako kichwa juu. Msizanie ni mzao. Kuna dhambi ambazo zenye zinatendwa hao wazazi au watu wengine wenye hawajaokoka, anaenda kuuliza vitu vile vitu, yule mtu anakufa. Zile pepo au ile mizimu inaenda kuulizwa au vile vinavyoachiwa vinaanza kutafuta familia. Vitatafuta familia sana. Vitakuja kwenye mmoja mtoto mwenye kichwa bado ni kipesi. Utaona yule mtoto anakuwa, nakwambia kuna vitu vya ajabu sana watu wanauliza. Mtoto haeleweki. Ipo siku moja tulikuwa ndani ya maombi kule Msumbiji. Umoja Mkristo wetu akashikwa na pepo zilizomshika alikuwa mnakuwa. Wazee tukaomba, ikafika stage tukaziliti ile pepo. Nasema kuziliti, ikaanza kubali kusema. Ilisema hivi, tukamuuliza, wewe pepo umetoka wapi? Aseme mimi ni pepo yenye nilitoka kwa babu yake na huyu. Sasa unataka nini kwa mtoto huyu? Aseme nataka ni babu yake alikufa hajatoa neno lolote. Sasa ndio maana namdhibiti huyu mtoto. Tukamwambia toka kwa jina la Yesu na usirudi tena. Nataka kusema hivi, watoto wengine kwa sababu hajakuzwa ndani ya mazingira ya Ukristo, kichwa chake kinakuwa nyepesi sana. Utaona pepo wenye babu yake aliacha. Haya wanaitwa minyaka. Unaona minyaka. Hizo ni pepo za ukoo. Lakini ukiwa unalea watoto wako ndani ya Ukristo, taona mfano mshituko mbona minyaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio watoto mkiwa mnakuta kuna gani hapa. Mbona minyaka show ya ndio sichimba. Show. Ndio maana nawaambia wakati tuko kanisani muache fujo. Mkiwa mnasema ni pepo za babu zenu, ipo wakati zitaombewa. Na manisia swali la pili, tufanyeje?
tuwalee watoto wetu katika njia ziwapasavyo, ili siku moja wakikomaa nao watakuwa Wakristo wazuri. Na Bwana abariki neno lake. Amen.